Je, unajua ni kwa nini watu wengi wanakuwa na kupinga? Mbali na mazuri unayofanya, mbali na haki nyingi ambazo unakuwa unazitoa kwa watu, mbali na msaada mkubwa ambao unakuwa unautoa kwa watu. Unadhani kwa nini watu wengi wanakupinga? Kitu cha msingi ambacho inabidi uweze kuelewa ni kwamba endelea na moyo huo huo wa kujitoa, endelea na moyo huo wa kufanya yale mazuri ambayo inabidi uyafanye kwa watu. Endelea hivyo hivyo na kuwa na moyo wa kutokuwa binafsi. Endelea kufanya kwa sababu kwa nini watu wanakupinga? Wanakupinga si wewe na mwili wako, lakini wanachokipinga ni kile ulichokibeba ndani yako. Kumbuka, Mungu amemuumba kila mmoja kulingana na upekee tofauti tofauti. Pale utakaposimama na kuonyesha upekee wako 100%, watu wengi sana utawagusa mioyo yao. Na wengi wataona kama unawacriticize kwa namna moja ama nyingine, kwa wataamua kutumia mbinu zozote zile ili waweze kupinga kile ambacho umekibeba. Kumbuka jambo moja la msingi sana. Wewe ni mtu ambaye Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yako, na lengo la kuweka kile kitu kikubwa ndani yako ni wewe uweze kuleta solution kwa watu ambao unakuwa nao. Sasa watu wanavyokuwa wanapingana na wewe, hawapingani na mwili wako, lakini wanapingana na ule uwezo mkubwa ambao Mungu anakuwa ameweka ndani yako. Once wanapokuwa wanapingana na uwezo mkubwa ambao Mungu anakuwa ameweka ndani yako, kazi yako ni kwamba rudi kwa yeye ambaye alikupa hicho kitu. Mwambie Mungu, najua kwamba vita umesema si vyangu, vita ni vyako, wewe pia utapigana juu ya adui zangu. Mungu, naomba nisaidie hawa watu ambao wananizunguka, ambao wanakiona kile kilicho ndani yangu na wanakipinga. Naomba wasaidie kuwapa neema ya kujua yale makuu ambayo wewe unayafanya kupitia kwangu. Then relax. Zidi kurenew mind, zidi kuona mambo katika mtazamo chanya. Ili pale watakapo kupinga zaidi, muda mwingine kukupiga, kukutupia matusi, kukuambia mambo ambayo hayafai, usiwe affected ndani yako, usiathirike ndani yako wewe. Kwa nini utaathirika? Kwa sababu utajua kwamba si mimi huyu ninayefanya kazi, lakini ni Mungu aliye ndani yangu. Hautaathirika kwa sababu utasema kwamba hawanipingi mimi, ila hawamtaki Mungu na yale mambo ambayo ameweka ndani yangu, ndio maana wanachukua uamuzi wa kunifanyaje, wa kunipinga na kunipiga mawe. Kwa hiyo ukijua kwamba vita si vyako, wanayempinga ni Mungu aliyeweka kile kitu ndani yako, just rest, pumzika katika Mungu mwenyewe, pumzika katika yeye aliyekupa hiyo assignment. Ukipumzika katika yeye, ina maana wao watapoteza muda wao mwingi katika kukupinga, lakini wewe utaingia deep zaidi katika kujifunza namna gani utarenew mind na namna gani utaona vitu katika mtazamo chanya. Utakapofanya hivyo, hakuna vita yoyote ambayo itashinda kukuelekea wewe. Lakini pia nitataka nikutie moyo katika mambo yafuatayo. Watu wote ambao walifanya mambo makubwa, ukumbuke kwamba walipingwa kwa namna moja ama nyingine. Wengine pia waliuawa. Tukiangalia habari ya Bwana Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alikuwa ni mtu ambaye anafanya mema kwa watu. Anafanya hiki, lakini wengi sana walimpinga na hawakumuelewa, wakaona kwamba huyu naye vipi? Huyu mbona hivi? Huyu mbona anatuambia kama utaratibu mpya? Sisi tulikuwepo hapo tangu enzi za mababu tunafuata Torati, lakini kwa nini yeye amekuja na ile 1 2 3? Lakini ndani ya moyo wao alikuwa anajua uhalisia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Mbona anaongea kwa namna ya ajabu? Mbona kuna kitu walikuwa na experience kutoka kwake? Tukiangalia pia habari ya kina Musa, kina Paulo, kina Yusufu, alivyotupwa na ndugu zake Yusufu. Tunaangalia habari ya kina Petro, habari ya kina Yohana Mbatizaji, kina nani, watu wengi mbalimbali. Jinsi mambo yao yalivyokuwa, walivyofanya, mwisho wa siku watu kutokuwaelewa, lakini tumeona impact gani waliweza kuleta kwenye dunia. Lengo kubwa la sisi kuwepo kwenye dunia, inabidi tukumbuke na tukumbushane ni kwamba umekuja duniani kwa ajili ya kutekeleza upekee wako, kwa ajili ya kuishi upekee wako, ili unapoondoka ule upekee wako uendelee kuishi kwenye dunia, ili uweze kuleta tija kwenye maisha ya watu. Ila utakapotaka kucompromise na watu,
unataka kuwashawishi watu kwamba mimi ni hivi, mimi ni hivi. Hatuna muda kukaa na kuanza kuwashawishi kwamba wao watuone wazuri, no. Lakini muda tulionao ni kustick na kuambia Mungu, who am I, mimi ni nani? Lipi linipasalo kulifanya, kurenew mind, kurepent, kutubu mbele za Mungu, kubadilisha mtazamo ambao tunaona mambo, kuelekea kuona katika namna ambayo ni positive. Mwisho wa siku mambo yataweza kwenda vizuri kabisa bila tatizo lolote. Ila tu usicompromise. Hatuna huo muda. Fanya vile ambavyo Mungu anakuelekeza ufanye. Mwisho wa siku watu watajifunza, walio wake watajifunza. Ambao sio wake hata wapigie ngoma bado hawataweza kujifunza na hawataweza kuelewa kitu gani ambacho anamaanisha. Lengo lako, ishi katika upekee wako. Relax. Rest, pumzika katika Mungu na yeye atakupa raha. Ndivyo hivyo watu watazidi kukua sana na kuzidi kulitukuza jina la Mungu kupitia kwenye maisha yako. Usijali. Magumu yatakuwa mengi, watu watakuelewa, watakupiga vita, watakupiga mawe, watakupigia kwa ngumi, watakuzushia mambo mengi sana. Lakini muamini Mungu kwamba yeye aliyeanzisha hiyo kitu ndani ya moyo wako, yeye ndio ambaye ataimaliza. Barikiwa sana and be blessed. Hallelujah.